Mimi naenda kushamba na wangu tunalima tunapata chakula tunaleta kwa nyumba. Yani tofauti na shamba hamna kitu kingine? Hakuna. Hamna changamoto yote ambayo unapitia labda wewe kama wewe? Nisome, nataka nisome na tuishi vizuri tupokee. Kama nilivyokuelezea tu toka mwanzo kwamba tupo Kashojwa, na hapa tunakuja kuchukua maoni ya wananchi ambao wanaishi hapa Kashojwa kwenye kambi ya wakimbizi na Kivale nchini Uganda. Na hapa kama unavyoona niko na kijana mwenzangu ambaye kidogo atakuja kufunguka changamoto ambazo wanapitia hapa na Kivale kwenye kambi ya wakimbizi inayopatikana nchini Uganda, na atatuelezea namna ambavyo wanaishi na kila changamoto ambayo wanapitia kwenye maisha baada ya msaada kusitishwa kutoka UNHCR. Habari? Nzuri. Unaitwa nani? Asumani. Asumani. Unaweza kutuelezea hapa nyumbani huko unaishi na nani na nani? Naishi na mamangu na babangu na wadogo wangu wangapi? 3 na mwingine mmoja na mia. Okay. Sasa kutokana na hali ambayo mnaishi, naona kidogo hali sio nzuri kivile. Unaweza kutuelezea hapa inakuwaje mpaka mnapata kula na hivyo? Sisi tunapata chakula kidogo kidogo. Tunatafuta chakula cha kukula. Wewe na wewe pia unaendaga unatafuta chakula? Mimi sitafutaki. Nani anatafuta zaidi? Mimi naenda kushamba na wangu tunalima tunapata chakula tunaleta kwa nyumba. Yani tofauti na shamba hamna kitu kingine? Hakuna. Hamna changamoto yote ambayo unapitia labda wewe kama wewe, matatizo yote ya familia? Hakuna. Mimi sisomi. Sisomi. Usomi kwa sababu gani? Hakuna makuta za kusoma. Yani tatizo ambalo linasababisha hausomi ni baba hana uwezo wa kukulipia shuleni, ndio maana upo tu nyumbani au usomi, lakini unatamani kusoma? Ndio. Unatamani kusoma ila pesa ndio tatizo. Lakini na baba pia anapitia changamoto hivyo, ana kazi tofauti na kwenda kulima huko kutafuta vitu vingine kidogo kidogo, ndio inakuwa hivyo. Sasa wewe kiupande wako unaweza kuhitaji msaada gani labda wewe, kwa sababu ya kutokana na hali ambayo familia inapitia, unaweza kuhitaji msaada gani? Nisome, nataka nisome na tuishi vizuri tupokee. Labda kama vile mtaji, ukimpa mama mtaji au baba mtaji, kwa sawa. Ndio. Kama unavyosikia kijana anavyojieleza, kidogo unaweza ukaelewa kutokana na mazingira ambayo anaishi na mambo mengine. Kwa hiyo muda mwingine kujielezea inakuwa ni shida, lakini kutokana na mazingira ambayo mimi binafsi nimeyakuta, hali ambayo anapitia ni hairidhishi, kwa sababu familia kidogo uwezo haupo wa kufanya kijana mwenzangu hapa aende shule kusoma labda na kuendeleza maisha kama kawaida, kula na vitu vingine. Napitia changamoto kubwa. Kitu anachokifanya ni kutoka kwenda kulima, siku ambao wanakosa basi hivyo inapita bila chochote, kwa sababu msaada ulisitishwa kwa baadhi ya wakimbizi hapa kambini. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, watu wengi wanakuwa wanahaso sana ili kupata hata chakula, na pia elimu inakuwa ni duni kutokana na hakuna kazi yoyote ambayo baba na mama wanafanya, kwa sababu mazingira ni magumu. Wewe kama unaweza kuwa na moyo wa msaada wowote kupitia Dems Media, msaada huu unaweza kufika kwa kijana. Namba ziko hapo kwenye screen, unaweza kuangalia na ukatoa maombi yako au kuwasiliana nasi kupitia namba zetu hizo hapo ambazo zinapita kwenye screen. Asante kuifuatilia Dems Media. Usahau kusubscribe, lakini na kuungana nasi kila siku.